Mwanaume wa bao moja ni mwanaume tena, swali lililodumu kichwani mwa Richmond. Lisa alipoanza kulia kila usiku, nilijua bao moja si tendo tu, ni kilio kisichosemwa. Tazama mpaka mwisho utaona mlango wa ukweli ambao wanaume wengi hufichwa. Usiku mmoja Richmond aliamka ghafla. Lisa alikuwa amelala usingizi mzito. Simu yake iliangaza mezani. Ilikuwa na ujumbe mfupi tu: kesho nitakukumbusha zoezi la kifua, kutoka kwa Deno. Richmond akashikwa na baridi. Deno? Alirudia jina hilo kwa sauti ya chini. Deno wa gym? Ndani ya sekunde chache kila tukio lililopita lilianza kumjia kichwani kama filamu ya huzuni. Alikumbuka Lisa wiki kadhaa zilizopita alipoanza kusema anaenda gym kila jioni. Tabasamu la ghafla lililojaa siri, lipstick kali kuliko kawaida, na kurudi saa 2 usiku akisema eti nilichelewa kuoga. Lakini siku hiyo Richmond aliamua kurudi nyumbani mapema. Hakuwa na amani. Akaingia kimya kimya. Akakuta viatu vya kiume sebuleni, si vyake. Moyo ulimpiga kwa kasi. Kulikuwa na sauti za kucheka chumbani, kicheko ambacho hakijawahi kusikika muda mrefu. Alitembea hadi mlangoni, mikono yake ikitetemeka. Akaufungua mlango wa chumba chake mwenyewe. Lisa alikuwa kitandani nusu uchi, na mwanaume kwa haraka aliyemhisi alikuwa ni Deno akimkumbatia. Walishtuka kwa sekunde tu, kisha Lisa akainuka. Hakuomba msamaha, hakujifunika, bali alimtazama Richmond usoni na kusema kwa sauti ya dharau, Richmond, unanifumania alafu nategemea nitajificha? Mwanaume gani unanipa bao moja alafu nalala kama mtoto mchanga? Unadhani nitakaa hivyo miaka yote? Deno alinyanyuka polepole, akavaa bila haraka. Hakumwambia neno Richmond. Hakuwa na haja. Maumivu ya maneno ya Lisa tayari yalikuwa amevunja kila kipande cha heshima alichokuwa nacho Richmond. Usiku huo Richmond hakulala. Hakulia mbele ya mtu, lakini machozi yalimpasua ndani bila sauti. Alitembea barabarani, alijiona mdogo kuliko mwanaume yeyote duniani. Fedha alizokuwa nazo hazikuweza kumsaidia tena. Gari alizonazo hazikumfaa tena. Lisa hakuwa wake tena, na hilo halikuwa pigo kuu. Pigo halisi lilikuwa maneno yake. Bao moja alafu nalala kama mtoto mchanga. Maneno haya ya machache ya kuchoma moyo yalijirudia tena na tena akilini mwa Richmond. Safari ya Richmond kupata suluhisho sasa inaanza. Baada ya siku chache kutoka Richmond bao moja, sasa Richmond shupavu kitandani. Hakuamini njia hii ingeweza kumrudishia heshima tena hadi kuitwa Richmond shupavu kitandani. Subscribe uwe wa kwanza kuona sehemu ya 3, njia iliyomsaidia Richmond kuwa hodari tena. Share na kucomment ulichojifunza kutoka kwa Richmond Kalambo.